Watu wake washerekee au washerekee majaribu kupanga mtu anapopata majaribu ya kumani katika imani. Maana yake majaribu sio adhabu, majaribu sio kitu cha kupata. Usipopita katika majaribu bado utaweza. Majaribu yanakufanya umjue Mungu kwamba ni msaada wako. Kwa hiyo unapopata majaribu kusherehekea, kwa sababu Mungu atakupa njia yako kutokea hapo mtafuta. Tunajaribiwa ili tuhesabiwe haki. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tunakuja kwenye kundi. Sasa nasema kwa nini Yakobo anawaambia wasemaji wake washerekee au wafurahie majaribu? Kwanza kabisa jaribu ni kipimo kinachomfanya mtu aingie kwenye mizani, maana yake kwamba huyu anafaa kwenye hili eneo au hafai. Kwa hiyo sasa alikuwa anasema washerekee ili pia liwahakikishie wao hao wasomaji kwamba kweli nimeingia kwenye kipimo, ninafaa au sifai. Kwa sababu hiyo basi kumbe jaribu inakuja ili kutuimarisha katika uvumilivu. Asalamu tunasema kwa nini Yakobo waambia wasomaji wake washerekee au wafurahie majaribu. Na mimi tena baya zangu ni kwamba ili sote tunafurahia basi tukifanya kwa upendo. Yaani kitu chochote kisafurahia basi tukubaliana na matokeo yoyote ya Mungu. Kwa maana kama tukiyafurahia majaribu, kwa maana hiyo hata akija tunaona ni kitu cha kawaida. Kwa sababu ndipo hivyo kwamba majaribu yanafanya tuwe wavumilivu. Kwa hiyo tukifurahia majaribu kwa maana hiyo tutakubaliana na uvumilivu basi tutakuwa wavumilivu. Kwa nini Yakobo awaambia wasomaji wake washerekee au wafurahie majaribu? Pointi ya kwanza ni kwa sababu Yakobo alikuwa anajua kuwa hakuna jaribu linalompata mtu hilo juu ya kiwango chake, na pia katika jaribu hilo Mungu huwa pamoja naye na kufanya mlango wa kutokea. Tumepata Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 13. Biblia inasema hivi: jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribio kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili mweze kustahimili. Yakobo alikuwa anawaambia wale wasikilizaji au wale wasomaji kwamba msiogope, mfurahie majaribu, kwa sababu alijua ya kwamba hata kama mtu anapitia majaribu kuna mlango wa kutokea kwenye hayo majaribu. Hakuna majaribu yanayodumu kwa mtu, bali yanapita tu kwa muda, alafu baadaye mtu anabaki akiwa salama. Amina. Watumishi, mimi nilichojifunza kitu kingine ni kwamba ukivuka kwenye jaribu mbele linakupa heshima. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tulipokuwa tunajifunza kwa pale majaribu, tukagundua kwamba jaribu ni kama ngazi. Yaani ule ugumu tunaokuwa tunauona, kuna maeneo tunatoka na kuna maeneo unaenda. Yaani ni kwamba mtu ametoka kiwango cha chini anaenda kiwango cha juu. Ndio maana mara nyingi jaribu huwa linaonekana kama limekuja kukuangamiza. Kwa nini? Kwa sababu shetani anakazania, kwa sababu anakuwa ni wakati wako wa kufikia mahala ambapo Mungu anataka kukaribiane na yeye. Nilikuwa najifunza hata kwa Ayubu, kusema yuko 42 mstari 13 kitu kama hicho kwa 12. Unaona jaribu lilimpeleka Ayubu kwenye ongezeko. Yaani kama ni double. Baada kutoka kwenye nini? Kwenye jaribu. Ninajua yuko wa kunishindia
Kwa hiyo chochote kitakachoinuka mbele yangu, najua yupo niliyembeba naye anaweza kunishindia. Yesu asifiwe. Amen. Jaribu linapokuja linamtia nguvu, yani linampandisha ngazi, ili Mungu ajue unamtumainia kwa namna gani. Je, unamwacha au unapokutana na changamoto zile utaenda kwa waganga? Kama bado umesimama kwa Mungu, Mungu hawezi kukuacha.